Asante the speaker. Nataka kuzungumzia hoja hii iliyoletwa na Mheshimiwa Owen. Honorable member, I've just asked you to put your... But you're shouting now. So you get seated. When you stop shouting, then I'll ask you to make your point of order. Asante, Madam Speaker. Wacha niendelee. Badly behaved since all... Speaker, wacha nizungumzie member for Kilifi. Hoja hii nikiwa mwakilishi wa kike kule Kilifi. Speaker, hii ni hoja ambayo inagusa Wakenya wote. Speaker, Pastor Mackenzie amekuwa Kilifi karibu miaka 10 sasa hivi, na mimi nataka kumshangaa hasa Mheshimiwa Owen. Pastor Mackenzie alikuja Kilifi, Mheshimiwa Owen akiwa county secretary wa Kilifi County Government, na hii story alijua, akapigwa vita na Mheshimiwa Aisha Pastor Mackenzie, yeye akiwako kama kiongozi. Leo analeta hii hoja tuzungumze hapa. Watu wetu wamekufa, watu wamezikwa kwa makaburi pale juu, wanafukuliwa. Mheshimiwa Owen hajachukua hatua ya kwenda Shakahola kuona nini kunaendelea kule. Nasikia aibu sana akileta hoja ndani ya bunge, watu wanafukuliwa kule, hajakanyaga kule kama kiongozi wa serikali iliyo mamlakani. Mheshimiwa Speaker. Honorable member for Kilifi, debate the motion. Mheshimiwa Speaker, nataka kukuambia wazi, upetelevu wa kazi ya serikali iliyo mamlakani imesababisha vifo kule Shakahola. Wapi serikali ilikuwa wapi? Makundi ya ujasusi yalikuwa wapi? Watu wakae bila chakula, wasinywe maji. Mzee wa kijiji yuko, mzee wa nyumba 10 yuko, sabu chifu yuko, chifu yuko, viongozi NSAS wapi? Hawa DCI wa Malindi na Magarini, watu wafe wazikwe bila wao kupeana taarifa kwa serikali. Serikali imelegea katika utendaji kazi, Speaker, na lazima nizungumzie watu wa kwetu. Kwa nini haikujulikana? Watu wanakaa pale Shakahola, hakuna taarifa, mpaka watu wamekufa wamezikwa. Leo mnatuletea hoja mkiwa upande wa serikali ati tuangalie haya. Serikali imekuwa wapi? Vyombo vya usalama vya serikali viko wapi? Watu wamekufa wamezikwa. Hatuwezi kukubaliana na hii hoja. Upotelevu wa kazi. Speaker, polisi, DCI, NSIS wanaangalia maandamano ya Mheshimiwa Raila, wanaacha watu wanakufa Shakahola. Mnashika wabunge wa upinzani Azimio, watu wanakufa Shakahola, hamjui. Mnaoenda kununua tiagas ya Azimio, watu wanakufa, serikali haijui watu wa Kilifi wanakufa. Serikali ichukue hatua, iweze kuona ni vipi. Pastor Mackenzie, Speaker, wewe ni wakili, mwanasheria mkubwa. Pastor Mackenzie alishikwa, jaji wa Malindi anamtoa kwa bondi ya 10,000, watoto 2 wamekufa. Oye amesema serikali imepoteza mwelekeo, watu wetu wamekufa kule Kilifi, maiti zimefukuliwa, makaburi ya nchi mbili. Speaker, wataka kuniambia chifu alikuwa hajui? DCC alikuwa hajui kule Magarini na Malindi? Lazima serikali ichukue hatua, take responsibility. Watu wetu wamekufa, watu wanakufaje? Serikali haijui. Tunakuja kuambiwa hapa na deputy leader yeye ndio macho kule Kilifi wa rais, hajaenda kule kuona hizi maiti, analeta motion hapa ndani ya bunge. Aibu sana kwa serikali iliyo mamlakani, na tunataka watu wetu wachukue hatua. Asante, Speaker. Honorable members, order, honorable
honorable members. Order, honorable members. Let us be respectful and allow everyone to say their bit. You can respond when it's your turn. I think you'll be followed after Honorable Osoro, and then we'll come to you, Honorable Majority Leader. Thank you. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, this is a very sensitive matter, and it's a matter that touches on the deaths of very many innocent lives. And it's actually